movie linafunguka, mzee William anaangusha pesa hapa. Sasa kipindi anaangusha pesa, unaombaomba akaziona. Yaani vibundo vya kutosha tu, kama viwili hivi. Sasa Grace akaziangalia zile pesa, kisha akazikimbilia kuziokota. Na alipofika karibu na zile pesa, hakutaka kulaza damu kabisa, akaziokota. Lakini cha ajabu, akamshtua mzee William kama ameangusha pesa zake. Hii ni kitu ya ajabu kabisa. Hata mzee William mwenyewe hakuamini. Ikabidi angalie pesa zake. Je, ni kweli hizi pesa ni zake? Alipoangalia kwenye bahasha yake, akakuta pesa hamna. Akagundua kweli hizi ni pesa zake. Alishangaa sana. Maana hii ni kitu ya ajabu. Hajawahi kuona maisha yake yote. Alimshukuru sana. Jina lako naitwa nani? Naitwa Grace. Oh, naitwa mzee William. Asante sana saa. Asante sana. Nashukuru kufahamu. Nashukuru pia kwa kufahamu. Mzee William bado haamini juu ya hiki kilichotokea. Asa Grace akamwomba mzee William, "Samahani mzee, nimeokota pesa zako na nimekurudishia. Sikutaka tamaa, lakini naomba unisaidie kitu kimoja tu. Sijala toka asubuhi. Naomba unisaidie pesa nikale." Mzee William hakukataa kabisa, maana uwema aliofanywa asingeweza kukataa. Hata ungekuwa wewe, usingeweza kukataa. Ni wema wa hali ya juu sana. Ni wanadamu wachache sana wanaweza kufanya uwema aliofanya Grace. Mzee William akaingia kwenye gari yake. Anaangalia namna gani anaweza kumsaidia Grace. Kuna pesa alikuwa anazihesabu kidogo, alafu kuna kiujumbe alikuwa anamwandikia kwenye karatasi. Lakini muda wote huu, mzee William haamini kabisa. Muda wote anapiga kelele tu. Haamini juu ya hiki kilichotokea hapa. Anahisi kama anaota hivi. Inawezekanaje? Yaani ombaomba aokote pesa nyingi kama hizi, alafu azirudishe? Hii ilimchanganya kidogo. Inahitaji mtu mwenye utu na imani hali ya juu. Vinginevyo tamaa ingechukua nafasi yake. Mzee William alimpa Grace kama 300,000 hivi ya kibongo, na kisha akamwandikia ujumbe kwenye karatasi. Yaani hakutaka kumwacha hivi hivi. Maana mzee William alikuwa bonge moja la tajiri. Pesa za kutosha anazo. Alistajabishwa na hiki kitendo cha Grace alichokifanya hapa. Ni ngumu sana kwa mtu mwingine kukifanya. Kwa hiyo alimpa pesa na kuna ujumbe alimwandikia kwenye karatasi. Grace alishukuru sana, maana pesa aliyoomba tofauti na aliyopewa. Amepewa pesa nyingi sana. Haya yakapita bwana. Grace alipofika mbele, akafungua ile karatasi aliyopewa na mzee William, akaanza kuisoma. Na yale maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi na mzee William yalimtia nguvu Grace. Maana mzee William alimwandikia, "Anza na kidogo ulichokuwa nacho, mwisho wa siku utakuja kuwa tajiri mkubwa." Grace aliwaza na kuazua atafanyia nini zile pesa, na mwisho wa siku alipata jibu. Moja kwa moja mpaka kwenye kiwanda cha kutengenezea maji, yani maji ya Kandoro, yale maji ambayo wanauza wadada mitaani. Alienda kununua ili mradi naye aanze biashara. Sasa kipindi amekuja hapa, kuna mkurugenzi anamchora tu. "Samahani kakaangu, nimekuja hapa, nataka uniuzie maji na mimi nianze biashara, nikauze huko mtaani, nipate chochote kitu." "Oh, karibu sana na Mungu atakusaidia, utafanikiwa." Mkurugenzi anamchora tu. Basi bwana, baada ya maongezi, Grace alikuwa anatoa pesa. Mwamba alichukua katoni moja ya maji, ndani lina pakiti kibao za maji. Grace anaenda kuanza biashara yake mpya sasa. Mwamba akampatia Grace maji yake. Basi bwana, Grace akaanza biashara yake ya kuuza maji mtaani. Na Mungu si asumani. Biashara ikawa inaenda vizuri. Mungu akawa anamsaidia. Maji yakawa yanatoka tu. Maana jua kali, Lagos kama bongo tu. Yaani Grace anafanyia kazi ule ujumbe alioandikiwa na mzee William. Takula za damu kabisa, anapambana. Maana hata yeye alichoka maisha ya kuombaomba, na ndio maana anapambana kwa nguvu kubwa ili kuondoka kwenye haya maisha. Basi bwana, baada ya Grace kuanza biashara ya maji, alipata rafiki. Wote walikuwa wauza maji. Sasa kuna duka hapa alikuwa kila wakimaliza kuuza maji wanakuja kupumzika. Maana jua ni kali, lakini sasa wanapumzika kwa mateso na kwa manyanyaso. Maana huyu dada hapa alikuwa anawanyanyasa vibaya mno. Ana maneno machafu. Yaani kama sio mvumilivu, unaweza kugombana naye. Alikuwa anatolea maneno ya shombo sana. Anawadharau wenzie. Wewe dadangu, sikuja kupumzika hapa, imekuwa matatizo. Matatizo sio hayo. Sio nyenye kupumzika hapa ndo matatizo. Matatizo kwa sababu ya ujinga mlokuwa nao ndani yenu. Yaani mmekuwa ni wapumbavu kabisa. Hamjielewi. Basi bwana, hayo yalipita. Kesho yake Grace na rafiki yake walikuja tena kupumzika hapa dukani. Sasa vichambo ni vile vile, ila wao washavizoea. Wanajionea kawaida tu. Yaani Linda na wachamba wenzie vibaya mno. Anaona kama wapumbavu hivi. Hivi nyinyi mtauza maji huko nje mpaka lini? Yaani mtazunguka na maji huko nje mpaka lini? Mnajielewa kweli nyinyi? Hivi mnajielewa kweli? Akili zenu zinafanya kazi? Hebu niangalieni mimi. Angalieni maisha yangu. Navaa napendeza, maisha yangu mazuri, na duka, na ringa, na ng'ara, napendeza. Jiangalieni mlivyo. Hata mpendezei kuwa hivyo kabisa. Wadada wazuri, mnaishi maisha magumu. Kwa hiyo nataka na sisi tuuze miili yetu kama unavyofanya. Tuuze miili yetu kwa sababu ya pesa, si ndio? Nisikize kwambia dada Linda. Hatuwezi kufanana duniani hapa. Kila mtu ana maisha yake. Kila mtu ana njia zake. Hizo ni njia zako wewe. Usitulazimisha sisi tupite kwenye njia zako. Kila binadamu ana njia zake hapa duniani. Hayo ni maisha yako wewe. Wewe ndio umeamua kuishi hivyo. Si hatuwezi kuishi maisha unayoishi wewe. Ndiyo kabisa. Na ukae ukijua Mungu anatoa baraka kwa wakati wake yeye, sio wakati wetu sisi. Yeye ndo anajua wakati gani wa kutupa baraka na wakati gani wa kutunyima. Na wewe ukifanikiwa, sisi tunashangilia. Wakati wetu ukifika, na sisi tutafanikiwa. Basi bwana, haya yalipita. Na baada ya miezi kadhaa kupita, yule shoga yake Grace alishindwa kuvumilia. Yaani uvumilivu ulimshinda. Akaingia kwenye line bwana, line za Linda, na yeye akaanza kujiuza. Yaani akaanza kudanga. Kweli maisha yake yalibadilika kidogo. Hasa leo alikuja na bonge moja la simu. Alikuja kumuonesha Madam Linda. Sasa kipindi anaendelea kupiga stori zao, Grace akaingia. Wote wakamshangaa. Na kuona mama muuza maji, na kuona vipi, niambie, biashara inaendaje? Kusema kweli, biashara kwa leo ni ngumu sana. Imekuwa biashara mbaya sana leo. Sijapata faida yoyote. Biashara ni ngumu sana.
Nimefanikiwa kurudisha hela mtaji tu. Linda alimwangalia Grace kisha kaanza shumbo zake. Unakielewa unachokiongea hapo? Unajionea hata aibu wewe mwenyewe. Jiangalie ulivyo kwanza. Angalia maisha unayoishi. Unaishi maisha magumu sana. Hata ufanani nayo. Yaani mimi ningepata sura kama yako hiyo, nisingekuwa hapa sasa hivi. Mwangalie mwenzio sasa hivi alivyobadilika. Maisha yake yamebadilika, anang'aa, ana akili, lakini unashindwa kutumia akili. Yaani unahangaika na kuuza maji, biashara ambayo siku nzima unatafuta 5,000. Wakati sisi kazi yetu ndani ya dakika 5 tu au dakika 15 ushaingiza 500,000. Grace akabaki anamwangalia tu Sonia. Shoga yake akaanza, "Ni kweli shoga yangu. Anachokiongea madam hapa ni kweli kabisa. Hii kazi ina hela shoga yangu. Angalia mimi maisha yangu. Kwa muda mfupi tu nimebadilika. Maisha yangu yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Tofauti na mwanzo. Badilika shoga yangu." Kwa kweli nimewasikiliza sana. Nimemsikiza kila mmoja kwa pointi zake, lakini kiukweli sijawaelewa kabisa. Siwezi kufanya ujinga mimi. Hiyo kazi siwezi kuifanya kabisa. Sonia akabaki anacheka tu. Basi bwana, Grace aliondoka pale dukani, akawa anaenda zake nyumbani anapoishi. Kuna kimjengo anajiegeshaga. Hasa kipindi po njiani, akawa anajiongelea mwenyewe. Yaani anamwomba Mungu siku moja aje kubadilisha maisha yake. Anapitia maisha magumu sana, anateseka, anadharaulika. Anamwomba Mungu siku moja aje abadilishe maisha yake na aje kuwa na maisha mazuri. Na hapa ndo sehemu ambayo Grace analalaga siku zote. Hasa aliochapa usingizi wa kufa mtu usiku mzima. Asubuhi ilivyofika ndo anafufuka sasa. Yaani anakurupuka kutoka usingizini. Maana usingizi ulikuwa ni mzito. Fanya mchezo na kazi ya kuuza maji nini. Sasa alivyoamka akawa anatafuta kiasi chake cha pesa. Alikuwa amekeka chini ya maboksi hapo hapo alipolala. Sasa kila anapotafuta haioni pesa yake. Grace akachanganyikiwa kidogo. Akafungua huku na kule lakini hakuona pesa yake. Hii ilimchanganya kwa kweli. Alivurugwa maana mtaji wake wote waone wameubeba, wamemwibia, waone hawana huruma kudadeki. Grace mbili ikae tatu ikae. Kichwa kimevurugwa na ukiangalia hiyo pesa sio yote kwamba ni ya kwake. Pesa nyingine inabidi airejeshe kule kiwandani. Maana kuna baadhi ya mzigo anachukua kama mkopo tu. Alafu akishauza anarudisha pesa. Sasa waone wamepita na pesa zote. Basi bwana, wazo lilomjia kichwani ni kwenda kwa shoga yake Linda pale dukani, kwenda kumwomba msaada. Lakini alivyofika vichambo kama kawaida. Linda akawa anamsema sana Grace, yani kwamba ananuka vibaya mno. Yaani unakosa hata hela perfume, mwanamke mzuri kama wewe, unakosa hata hela perfume. Hayo yote tunajitakia. Grace akawa anamwomba sana Linda amsaidie. Maana wajomba ambebe pesa zake zote na kule anadaiwa, hajui hata anaenda kulipa nini. Maana pesa yote amebeba, hana mtaji, hana chochote kuanzia sasa. Yupo tu, amerudi maisha yale ya zamani. Yaani hana chochote, hata mia mbovu hana. Grace alijitahidi sana kumuelewesha Linda, lakini Linda alielewa sasa. Hakuna alichokielewa. Yaani kama hakuna alichokisikia vile. Yuko bize, maneno yameingilia huku, yametokea huku. Hakuna alichokielewa hapa. Vichambo tu vikaendelea. Yaani Grace alitegemea atapata msaada kutoka kwa Linda, lakini mwisho wa siku alichokipata ni vichambo tu, wala si msaada aliotegemea. Sasa naomba nisikilize wewe, sikio la kufa. Sikio la kufa sio sikia dawa. Siwezi kuruhusu kabisa mtu kama kunisogelea. Usinifanyie hivyo dadangu. Usinifanyie hivyo. Wewe ndio mtu pekee ninayekutegemea. Sina msaada mwingine. Siwezi kwenda kwa mtu yoyote. Na hata naamini mimi. Na nataka unikopesha pesa. Nisaidie dadangu. Nisaidie. Wewe ndio mtu pekee uliobakia. Unaweza kuniokoa kwenye hili janga. Naomba unisaidie. Nisaidie mdogo wako. Naomba uniokoe kwenye hili janga. Naomba uniokoe. Naomba uniokoe kwenye hili janga. Naomba uniokoe kwenye hili janga. Sikia nikwambie, sina cha kukusaidia na siwezi kukusaidia. Toka hapa. Basi bwana, baadaye Grace alitoka dukani kwa Linda, akaja huko kwa madam kuja kumomba msamaha kwa kile kilichotokea. Maana pesa zote ameibiwa. Hana pesa hapo alipo. Na kuna kiasi cha pesa ilibidi aje kulipa hapa, lakini pesa zote ameibiwa. Kwa hiyo anajaribu kumomba msamaha huyu bosi hapa. Labda anaweza kumsamehe na kila kitu kikaa sawa. Maana kuna pesa anadaiwa hapa. Mungu si Asumani. Grace alisamehewa. Yaani ule bosi alimsamehe Grace. Maana hivi ni vitu vya kawaida, vinatokea sana kwenye kazi. Na hata hivyo, anavutiwa sana na utendaji wa kazi wa Grace. Maana Grace ni mchapakazi. Usijali kuhusu hilo. Naomba uwe na amani kabisa. Na tena nikwambie tu kitu kimoja. Kuanzia sasa naenda kukuajiri kwenye kampuni yangu. Nimekufuatilia muda mrefu sana. Wewe ni mfanyakazi mzuri sana. Unafanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo kuanzia sasa naenda kukuajiri kwenye kampuni yangu. Utakuwa mfanyakazi hapa na nitakulipa mshahara kila baada ya wiki 2. Grace alifurahi sana. Alimshukuru sana madam. Baada ya kusikia hivyo, hakuamini kabisa. Yaani alienda na wasiwasi, anarudi na furaha. Basi bwana, Madam Bella akamwita meneja wake aje kumwona Grace na amkabidhi mikononi mwake. Huyu anaitwa Grace. Kuanzia sasa nakukabidhi. Nataka awe mfanyakazi wa hapa. Kwa hiyo utamwelekeza kila kitu kuhusiana na kazi zetu zinavyoenda. Grace aliendelea kushukuru tu. Maana alikuwa hana la kufanya. Zaidi ya kushukuru tu, alimshukuru sana Madam Bella. Naomba unisikilize. Hauna haja ya kulia tena. Ila nakwambia kitu kimoja tu. Hakikisha unaenda sawa na bosi wako. Huyu ndo bosi wako. Huyu ni meneja wa hapa. Kwa hiyo kila atakachokuelekeza, hakikisha unakifanya kama ulivyoelekezwa na kuamini. Na imani utakuwa mfanyakazi bora sana. Basi bwana, Grace alisimama, akaendelea kumshukuru tu Madam Bella. Huku Madam Bella akiendelea kumpa maagizo Grace, yani afanye kazi kwa bidii. Basi bwana, Madam Bella akamkabidhi Grace kwa meneja, kisha shughuli kaisha. Na kuanzia sasa Grace atakuwa mfanyakazi wa hapa, yani kwenye kampuni Madam Bella. Kisha Madam Bella huyo akasepa. Grace na meneja wakawa wanaingia ndani kwenda kuelekezana kazi. Basi bwana, ilipita kama miezi 2 hivi toka Grace aanze kazi hapa. Kuna pesa alikuwa amekusanya, akaja kumpa meneja.
pesa ya mauzo ya siku nzima, inatoka asubuhi mpaka hii jioni. Na Grace alikuwa mwaminifu sana, mpaka bosi wa hii kampuni alikuwa anampenda vibaya mno kwa ajili ya uaminifu wake. Anafanya kazi kwa bidii hali ya juu na uaminifu wa hali ya juu pia. Meneja akapokea zile pesa, lakini cha ajabu, kati ya zile pesa alizopewa kuna kiasi cha pesa alikihesabu, akakitoa akakiweka pembeni, kisha ile ilobaki akampa Grace. Chukua hii pesa na ihesabu, alafu iandike kwenye record. Sasa Grace akawa na mind, mbona kuna pesa nyingine umezichukua umeweka kwa mfukoni? Maana Grace na mambo ya wizi ni vitu viwili tofauti. Meneja akamwambia kaa kimya, nimekwambia chukua hizo pesa ziingize ndani, azirekodi. Au kuna kitu janisikia hapo? Sasa nisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini we dada. Nisikilize unielewe. Sio tu nisikilize, unielewe kweli kweli. Haya maisha kila mtu anakula sehemu yake. Unanielewa? Kwa hiyo kimshahara cha 1,500,000 kitakukizi mahitaji yako. Hivi ndivyo tunavyoishi hapa. Sasa wewe jifanye mjuaji, utapotea hapa. Na ukienda tofauti na mimi, hii kazi yenyewe utaikosa. Sasa kafanye kama nilivyokuagiza. Wala ukufanye tofauti. Ama nisikie story nyingine. Grace alikaa na ile jambo moyoni, lakini aliona ile tabia ya meneja inazidi kuwa kubwa tu. Kikamshinda bwana. Leo akaingia ofisini kwa mkurugenzi mkuu kwenda kumwambia juu ya kile kinachoendelea kuhusu meneja wake, yani yale anayoyafanya, mambo ya wizi, yani mwizi wa pesa. Kwa Grace alifunguka kila kitu, alimwambia boss kila kitu kuhusiana na tabia ya meneja na yale anayoyafanya. Yani Grace hayampendezi kabisa. Mpaka leo yeye amechukua hatua ya kuja kumwambia boss wake kuhusiana na tabia za meneja, tabia zake za wizi. Grace hazimvutii kabisa, hazipendi. Sasa cha ajabu, kipindi Grace anamwambia boss wake, yani mkurugenzi mkuu, mkurugenzi anatoa habari, kisha akamgeukia Grace na kwanza kumwambia, nadhani labda utakuwa umekosea mtu wa kumuongelea, sio meneja Baraka unayemuongelea. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Meneja Baraka mwaka wa 7 sasa hivi nafanya naye kazi na hajawahi kuniibia hata shilingi moja, yani hata shilingi 10 hajawahi kuniibia. Leo hii unakuja kuniambia meneja Baraka mwizi? Hapana, na sija kuona hasara yote kwenye kampuni yangu. Kila kitu kinaenda sawa. Sasa wewe umekuja juzi tu unaniambia meneja Baraka ni mwizi. Hii kitu sitakuiamini kabisa, kwa sababu sija kuona hasara yote kwenye kampuni yangu toka nianze kufanya naye kazi. Sawa madam, nimekuelewa, lakini nilikuwa najaribu tu kukwambia kinachoendelea juu ya Baraka. Nilikuwa tunajaribu kukwambia, wala sitaki kuwagombanisha. Sawa, nimekuelewa, lakini mimi nataka nikwambie kitu kimoja tu, na nisikize kwa makini. Unachotaka kufanya hapa ni kitu kimoja tu, fanya kazi yako kwa bidii na kwa nguvu kubwa. Hayo ndio unataka kuyafanya, sio ombea tu kazini. Hayo mambo mengine ya ombea ungeacha huko nje ulipotoka. Nadhani tumeelewana. Grace kama mdogo kama Pilitoni, tumeelewana? Nadhani tumeelewana. Ndio madam, nimekuelewa. Okay sawa, naomba utoke niendelee na kazi zangu. Grace kaumbuka kisura kama Pilitoni. Basi bwana, baada ya kutoka ofisini kwa madam, alipotoka nje akakutana na wafanyakazi wenzie. Mmoja wapo ni yule meneja ambaye alienda kumshtaki. Yaani Grace kaumbuka pabaya sana. Yeye ameenda kumshtaki mtu, boss kamtetea. Alafu anamkuta nje mtu anafurahi. Yupo na wafanyakazi wenzie. Wanafurahi vibaya mno. Yeye ndo kaumbuka. Sura kimekuwa kidogo kama Pilitoni. Yaani wanamnyali tu. Anajifanya ndo mfanyakazi bora. Grace ile kaumbuka vibaya mno. Lakini meneja acha kumwambia Grace juu ya kazi zinavyoenda. Kwa hiyo achague moja, ajiunge nao au aendelee kujifanya mbea kwa bosi. Lakini mwisho wa siku ataendelea kuumbuka tu. Bosi hawezi kumuelewa. Kwa bora ajiunge nao tu, wapige pesa. Maisha yenyewe magumu haya. Meneja alijitahidi sana kumshawishi Grace, lakini nyama ilikuwa ni ngumu. Alijitahidi sana kwa kila njia, lakini nyama ilikuwa ngumu. Grace alikataa kabisa, hataki michezo yao. Kisha kaanza kumchana meneja. Sikia nikwambie, hiyo tabia mimi siwezi. Sijafunzwa hizo tabia. Dhulma, wizi sio vitu kwenye maisha yangu. Mimi naamini kitu kilichokuwa halali yangu. Hayo mengine mimi siyawezi. Kama kunifukuza kazi, basi nifukuze tu. Meneja akamwangalia sana Grace kwa kumnyali, tena kwa dharau. Huko akiendelea kumcheka tu. Wanamwona ni mtu wa ajabu sana. Kiumbe gani akitaki pesa? Mtu mwenye maskini, lakini anajifanya hapendi pesa. Basi bwana, kesho yake Grace aliitwa ofisini na mkurugenzi. Lakini baada ya kuingia ofisini, akamkuta mkurugenzi yuko na meneja. Akajua shughuli sina. Hapa kazi nishaikosa hii. Tena baada ya kuangalia mkononi kwa mkurugenzi, akuta mkurugenzi ameshika bahasha. Akajua hapa anafanywa termination. Tena anaachishwa kazi. Kwa alikuwa mpole, yani mdogo kama Pilitoni. Anahisi kama umbea wake hivi unaenda kumponza. Basi bwana, mdogo Grace anakaa kwenye kiti. Lakini cha ajabu, mkurugenzi anacheka tu. Grace anajawazia vibaya, ila mkurugenzi anatabasamu tu. Kisha mkurugenzi akaanza kumwambia Grace, nimefanya kazi na wafanyakazi wengi sana huko nyuma. Yaani wafanyakazi wenye tabia tofauti, lakini kwako imekuwa tofauti kidogo. Yaani umekuwa ni mtu tofauti. Wengi niliokuwa nafanya nao kazi huko nyuma bali disappoint. Waliishia kuniumiza tu, kunipiga pesa zangu na matatizo hapa na pale. Hawakuwa waaminifu hata kidogo. Lakini mama, mimi sijafanya chochote. Sijafanya chochote kibaya kwenye hii kampuni. Sijafanya chochote. Kama kuna kibaya nimekifanya, naomba unisamehe. Labda nikwambie kitu kimoja tu mwanangu. Hujakosea kitu chochote. Hakuna kitu kibaya ulichokifanya. Najivunia wewe Grace. Kisha mkurugenzi akawa anacheka. Baraka akaanza kuongea. Unajua nini Grace? Nimepata kazi ya kudumu sehemu nyingine tofauti na hapa. Na huyu unayemwona hapa mbele yako, huyu mimi ni dadangu. Ni dadangu kabisa. Na tumehangaika kwa muda mrefu sana kutafuta mtu ambaye ataiongoza hii kampuni. Kwa sababu mimi naondoka, lakini pia dadangu umri umeenda sasa hivi. Anahitaji naye akapumzike kidogo. Kwa hiyo tunahangaika kwa muda mrefu sana kutafuta mtu ambaye atakuja kuiongoza hii kampuni. Awe manager na mkurugenzi wa hapa kwa wakati mmoja. Lakini tulihangaika sana kwa muda mrefu kupata mtu mwaminifu kama wewe. Na tunashukuru Mungu ni mkubwa, hatimaye tumekupata.
tulijaribu kufanya mitihani mingi sana kwa staff wetu wote, wafanyakazi wote waliokuja hapa, viongozi wote ambao tulikuwa tunawachagua, lakini mwisho wa siku ulika tamaa mbele kuliko uaminifu. Lakini kwako imekuwa tofauti kidogo. Tumekupenda na tumekuchagua uiongoze kampuni yetu. Basi bwana, Mungu akitaka kukupa akuandikie barua. Grace alikabidhiwa dokumenti zote pale na Madam Bella, mkurugenzi wa hii kampuni. Grace haamini, kaokota dodo kwenye mpera. Grace akapiga magoti huku akimshukuru Madam Bella pamoja na meneja Baraka. Hii movie ina mafundisho makubwa sana. Basi bwana, miezi mingi ilikatika. Grace ndani ya umeneja umempendeza bwana. Grace amebadilika, sio yule tena. Sasa hivi anang'aa, yaani amekuwa mrembo. Pisi moja matata. Kwani maisha yanambadilisha mtu. Ametoka kwenye uzee amekuja ujanani. Sasa huko dukani kwa kina Linda hana habari kabisa kuhusiana na Grace. Yaani maisha yake yalivyobadilika. Sasa yule shoga yake Grace akanamwambia Linda kuhusiana na maisha ya Grace ya sasa. Yaani Grace maisha yake yamebadilika, sio yale ya zamani. Sio Grace yule ombaomba. Mji mzima unamtambua sasa hivi kwa sababu ya maisha yake ya sasa. Basi bwana, hii kitu limuumiza sana Linda na kuamini kabisa na alitamani bahati ingemtokea yeye. Linda anatamani yeye maisha yake yawe mazuri tu, wazake endelee kuwa na maisha magumu. Basi bwana, hii kitu limkera sana, ilimuuma sana. Inawezekanaje? Kwa nini Grace na sio yeye? Yaani anajiuliza mwenyewe, anaongea mwenyewe kaa chizi. Yaani imemuuma vibaya mno, wazake kufanikiwa na yeye kubaki pale pale alipo. Kweli kuna watu tunaishi nao wanatamani tuendelee kuwa na maisha magumu, wao wabaki kuwa juu tu ili waendelee kutuendesha. Basi bwana, Linda alipambana kwa kila hali na mali mpaka akapajua kwa Grace. Sasa leo amefika, yuko mnyonge, anajitilisha huruma, anajifanya muomba msamaha Grace kwa yote alitokea huko nyuma. Basi bwana, hayo yakapita. Leo nyumbani kwa Grace kuna hapa mwamba amekuja, anaitwa Jackson. Mwamba anampenda sana Grace. Unajua tena vijana wakishona binti kafanikiwa, shobo kibao, unajikuta na mapenzi ya dhati, kumbe hawana lolote. Mwamba alikuwa anamsumbua sana Grace. Na Linda sina mambo yake haya, yaani anapenda kule mambo mapenzi. Akawa anajichekesha tu. Ila kwa Grace sura ya mee, hataki kabisa ujinga, hataki mambo mapenzi hapa. Yeye anawaza pesa tu. Basi bwana, hayo nayo yakapita. Jackson akuishia kwenda nyumbani kwa Grace tu. Akawa anamfuata mpaka ofisini. Yaani mambo yuko serious na jambo lake. Anampenda kweli Grace. Ila Grace ndo kipengele, hataki kusikia chochote wala kuelewa lolote lile kuhusiana na mambo ya mapenzi. Basi bwana, Mwamba aliendelea kuwa msumbufu kwa Grace mpaka Grace akaanza kulegeza. Sasa hivi zile hasira hana kabisa, fulu mitabasamu, micheko kama yote. Kuna dalili njema kwa Mwamba hapa, anaweza kampata kweli Grace. Basi bwana, na baada ya miezi kadhaa kupita, leo hii kuna mzee tunamuona hapa akiwa na binti yake. Wapo mtaani tu na zulazulula, wamekuwa maombaomba. Na huyu mzee ndio yule mzee alikutana naye Grace siku ya kwanza kabisa. Yule mzee ambaye alimsaidia Grace, alimpaga pesa na kumwandikia ule ujumbe. Lakini kwa sasa maisha yake yamekuwa mabaya. Mwanzo alipambana sana kutafuta pesa na mke ambaye alifunga naye ndoa, lakini baada ya mke wake kufariki, akawa mwanamke mwingine, alichukua dogodogo. Hasa lakini kitu ambacho amemfanyia wewe dogodogo kinasikitisha, kimemtapeli mali zake zote. Sasa hivi mzee William anaishi maisha magumu sana mtaani, yaani maisha ya kuombaomba tu. Huku tunamwona Linda pamoja na Jackson wakiwa sehemu wamejificha, wakiwa wanaongea mambo yao. Kumbe watu wanafahamiana bwana. Na hii kazi ya Jackson, Linda ndo kamtuma. Sasa hapa Linda alikuwa anamlaumu Jackson. Kwa nini mpaka sasa hivi unachelewesha kumaliza kazi? Yaani kazi nilokutuma huifanyi kabisa. Miezi inakatika tu. Naona ushazama kwenye mapenzi kweli sasa. Umempenda kweli Grace, si ndio Unasahau kazi nilokutuma. Kumbe Linda ndo kamtuma Jackson bwana. Kufanya upuuzi wote anaofanya. Nisikize nikwambie Linda, sio rahisi kama unavyofikiria. Sio rahisi kabisa. Hivi vitu vinahitaji process. Sio rahisi kama unavyofikiria. Basi bwana, yale yalipita. Leo tunamwona Jackson, kuna mdada yupo naye hapa. Na huyo mdada ndo mke wa mzee William, yani mke ambaye amemdhulumu mzee William. Kumbe Jackson huaga anatumiwa. Yeye ndo mtu wakati, anatumiwa kwenye madili ya ajabu, yani madili ya kishetani. Yani ndo mmalizaji mambo. Kwa hiyo kumbe hata huyu mama alimtumia Jackson kuhakikisha wanatapeli mali za mzee William na wamefanikiwa. Lakini hasa hapa kuna jambo moja. Yani Mwamba toka kukutana na Grace ameanza kubadilika. Hataki kabisa haya mambo. Hataki kuendelea na hii tabia, kudhulumu watu, kuibia watu mali zao. Hataki kabisa kufanya ujinga. Basi bwana, Grace leo yuko zake kazini. Kuna huyu mtoto wa mzee William amekuja hapa. Amekuja kuomba kazi kwenye kampuni. Akawa anamuulizia mkurugenzi wa hapa. Grace akamwambia ndo mimi. Basi bwana, Grace baada ya kujimaliza kujitambulisha, dogo akaanza kumpa kistori kidogo. Yaani maisha yalivyokuwa, mambo yaliyotokea huko nyuma yanasikitisha kidogo. Na Grace alimwonea huruma, maana historia ya dogo haitofautiani sana na maisha yake ya zamani. Lakini mwisho wa siku akamwambia kwamba wewe ni mdogo sana, unawezaje kufanya kazi hizi? Lakini yule dogo aliendelea kukomalia tu. Sina namna sasa, sina jinsi ya kufanya. Maisha yetu ni ya kuombaomba tu mtaani. Bora hata nifanye hii kazi, nipate chochote kitu cha kumsaidia hata baba yangu. Basi bwana, waliongea sana, lakini mwisho wa siku Grace alimwambia yule mtoto, sawa, nimekuelewa, ila nataka kesho asubuhi uje na babako tuongee vizuri. Haya, akapita bwana. Asubuhi Jackson alienda ofisini kwa Grace, lakini leo Mwamba amekuja kivingine kabisa. Yaani amekuja kwa staili ya kuomba msamaha na anajutia kwa yote aliyoyafanya. Akawa anamwambia Grace mambo yote, yaani ukweli mzima, kwamba hata yeye mwenyewe ametumwa na Linda kuja kuharibu maisha ya Grace. Na sio haya tu, amefanya utumbo mwingi sana, yaani uchafu wa kila aina ameufanya hapa mjini Lagos. Kwa akawa anamwomba msamaha tu Grace amsamehe, lakini pia akamwahidi yuko lazima kuacha mambo yote, waendelee kuishi na Grace. Mwamba amempenda kweli Grace, yuko lazima kuacha ujinga wake wote ili aishi na Grace. Mwamba amezama kweli bwana. Grace alimind sana baada ya kusikia hivyo, alivurugwa vibaya mno. Yaani kumbe wewe unakuja hapa kila siku unanisumbua
kumbe umetumwa. Grace alimind sana, na kilichomsikitisha zaidi ni kwamba rafiki yake Linda ndo amefanya mpango huu wote. Kweli kuna watu na viatu. Grace aliumia sana, maana hata yeye alishaanza kumpenda Jackson. Basi bwana, yale alipita. Grace alimtimua Jackson, na baada ya muda kidogo mzee William na mwanae leo amekuja ofisini kwa Grace kuja kuongea na Grace. Maana udogo aliambiwa mlete mzazi wake na amekuja na babake. Lakini sasa kipindi wanaingia, Grace akamwangalia vizuri mzee William, na baada ya mzee William kukaa chini, Grace akamwangalia vizuri mzee William na akamgundua, akamtizama vizuri, akagundua ni yeye bwana, ni yeye mzee William. Akamwambia kwamba kama kuna sehemu tushakuonana hivi, sura yako sio ngeni kabisa kwangu, na kama sikosei wewe ni mzee William. Ni mzee William wewe? Ndio, ni mimi, wala hujakosea. Ni kweli naitwa mzee William. Grace alihuzunika sana baada ya kugundua kama kweli ni mzee William. Alisikitishwa sana na hali yake sasa hivi. Ikabidi Grace amuulize mzee William, nakumbuka ulikuwa na maisha mazuri sana kipindi kile, imekuwaje sasa hivi umekuwa hivi? Imekuwaje? Hebu nielezee, kwani umekuwa na maisha haya wakati kipindi kile ulikuwa na maisha mazuri sana? Grace akaanza kumpa story mzee William jinsi ilivyotokeaga kule nyuma, maana mzee William alishamsahau kabisa Grace. Sasa hivi Grace amebadilika, sio Grace yule tena. Basi bwana, mzee William akaanza kumpa Grace story jinsi ilivyokuwa, yani mpaka hapa alipofikia. Basi bwana, kwa sababu sasa hivi Grace ana mtonyo wa kutosha, alimpambania mzee William, yani alimpambania mahakamani, mali zake zote zikarudishwa, na wale wote waliofanya ujinga walikuwa chini ya ulinzi, mpaka Linda shoga yake Grace naye alikamatwa, kwa sababu naye ni mpuuzi tu kati ya wapuuzi wote. Basi bwana, watu wote waliofanya maupuuzi huko ndani walikamatwa. Bwana huu ndio mwisho wa movie hii hapa. Mimi ni Topopa. Bye.